So, wanasema kwenye vitu vizuri pia kuna changamoto. Nataka natamani nijue kama mwanadada kwenye hii tasnia nzima, wewe unakutana na changamoto gani ambazo ni kwazo kidogo kwako? Kama director. Of course kila kazi ina changamoto. Yeah. Mimi director naweza ngasema kwa mwanamke uaminifu. Ulivyosema uaminifu unamaanisha kwamba wanawake wengi labda sio waaminifu, au maanisha kwamba watu hawakiamini kile ambacho mwanamke anakifanya, labda inachukua muda kukiamini kwamba hichi ni perfect, au imekaa namna gani ni uaminifu? Kwenye kazi ambayo tunafanya yani kazi ninaifanya mimi kwa upande wa wanawake, watu kuamini kuwa mwanamke anaweza akastand kazi ya DOP. Yeah. Anaweza akasimamia kamera. Kumbe unamaanisha kwamba kwenye baadhi ya majukumu makubwa mwanamke hapewi kipaumbele, hapewi nafasi kama jinsi kufuatana na uwezo wake. Yeah. Okay, kwa hiyo dhana ni si sawa. Kwa uwezo wako ukikabidhiwa nzima uiongoze kama mwanamke, unaweza kuperform bila shaka. Yeah, naweza nikaperform. Okay, kwa hiyo dhana ya kumtazama mwanamke kama mtu ambaye hawezi akafanikisha hili swala, nadhani dhana potofu. Ndio. Sasa wewe kama mwanamke kwa changamoto kama hizo, sasa ulivyoniambia kwamba kuna location kule labda ni usiku, kuna challenges kama mwanamke unakutana nazo kule, labda location inawezekana niko maeneo ambayo labda ni msituni sometimes. Sasa wewe unawezaje mpaka sasa upo na tunaona bado una passion na una nguvu za kutoshiria kwamba unatamani kufika sehemu fulani vikubwa, unawezaje kama mwanamke? Kwa mimi binafsi naweza, sababu ninajiamini kwanza. Yeah. Ninajiamini kwa kitu ambacho ninakifanya, alafu nafanya kitu, siangalii changamoto ambazo ninazokutana nazo. Yeah. Kwa hiyo mimi nafanya kitu kwa sababu najua ninaweza na nina ule ujasiri wa kufanya kile kitu. Okay. Na ule uso sasa, unakutana na ule uso kwamba bila mimi utoboi bana, unashindaje challenges kama hizo? Yeah. Of course mtu akishaona mimi ni jasiri kwenye hii kazi na nipo serious na kitu ambacho nakifanya, sidhani kama atakuwa na usubutu kunifanyia au kuniambia mambo kama hayo. Unahisi kuna sponsor yuko nyuma? Kwa hiyo ukiona tu ile confidence unajiuliza huyu anasaidiwa na nani, huyo yuko nyuma ya nani? Nadhani kitu kama hicho kinakusaidia sana. Yeah. Yeah, nadhani hata kwa mtazamaji ambao unatufuatilia kuna kitu ambacho umejifunza wewe kama mwanadada, kwamba pale ambapo unaonesha ujasiri kwenye kitu ambacho unakifanya, moja kwa moja kabisa hata yule ambaye anakuwekea vikwazo anajikuta kwenye mazingira ya kuwa na shaka kwamba kuna nani ambaye yuko nyuma ya huyu mtu. Kwa hiyo mwanadada ambao unanifuatilia muda huu, make sure unajiamini kwenye ambacho unakifanya, lakini pia unaujenga uwezo. Nadhani pia uwezo ni swala la msingi sana. Yeah. Kwa sababu ukijiamini afu uwezo ukiwa una delay ni changamoto kidogo. Ndio. Okay, safi sana. Na wewe kama wewe mwanamke kuachana kuwa inspired na baada ya kuona matangazo ya chuo, labda ukatamani kufanya kile ambacho chuo kinakifanya, au kuwa mmoja wa familia ya chuo cha Tasuba, ni kitu gani au ni nani ambaye yupo kwenye game sasa na kuinspire ukimtia natamani niwe kama yule? Nadhani yuko mtu namna hiyo, nadhani yupo. Yes, ungetuambia ni nani huyo tumjue. Kwa mimi binafsi ananiinspire ni Madam Lamata. Wow, Madam Lamata Lea wewe. Yeah. Wow, yeah. Amedirect movie ya Kapuni na Jua Kali. Wow, penda sana. Okay. Ndo inspiration wako kubwa. Yes. Ndani ya miaka 2 mitatu labda unajiona wapi? Director Miriam. Kwa mimi hapa najiona mbali. Najiona nikifanya project na watu wa nje. Wow. Watu mbalimbali. Na kwa hapa namshukuru Mungu nimekutana na watu baadhi kama watu wa Picon, Fizo Films. Wow. Na others. Unafurahi? Yeah. Inaonekana kuna moment fulani umezikumbuka na zimekufurahisha sana. Unaweza kutukumbusha labda moment moja ukiwa na Fizo Films, lakini pia na watu wa Picon? Yeah, nakumbuka siku yetu tulikuwa tunashoot movie. Yeah. Tukiwa na watu wa Fizo Films. Yeah. Kamera ilidondokea kwenye maji. Tulipata changamoto sana. Yeah.